Wafilipi wa pili verses number 5 to 9. mstari wa 5 hadi wa 9. The Bible says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also has highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Philippians 2 verses 9 to 10. Wafilipi 2 mstari wa 9 hadi wa 10. 5 5 hadi 10. hadi wa 10 unasema, "Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi." Amen. Father, we thank you for your word. Mungu Baba, tunakushukuru kwa neno lako. We pray that you may speak to us according to your will, Tunaomba unene nasi kulingana na mapenzi yako, that you may make my tongue, my Lord, as a vessel to use to bring forth your word. ya kwamba ufanye ulimi wangu uwe chombo cha kuleta neno lako. And the most important thing of all, oh Lord, take the glory. Na kitu cha muhimu zaidi, Mungu, chukua utukufu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Today, I thank God so much because of Minister Christabel. Leo namshukuru Mungu sana kwa sababu ya mtumishi wake Christabel. Because of the first session that we had. Kwa sababu ya sehemu ya kwanza ya masomo tuliyokuwa nayo. And for those that were not there, na kwa wale ambao hawakuwa, we were taught about it is finished. Tulifunzwa kuhusu yamekwisha. The statement that Jesus Christ made on the cross. Neno ambayo Yesu alisema katika msalaba. Just before he died. Kabla afe. And it had a lot of significance. Na ilikuwa na maana nyingi sana. And some of those significance are what you were taught in the morning. Na mojawapo ya zile maana ambazo tulifunzwa asubuhi. In that we have benefited from the action that Jesus Christ did on the cross. Ambapo tumefaidika kwa kile kitu ambacho Yesu alikifanya msalabani. And by that now we have become recipients of the life of Jesus Christ. Na kwa hiyo basi tumepokea uhai wa Yesu Kristo. And because of that today I want also to build up on that. Na kwa sababu ya hivyo nataka sana nijenge juu ya hiyo. And in the next few minutes I want to speak about no throne without the cross. Na kwa dakika chache ambazo zinakuja nataka nizungumzie hakuna no throne without the cross. Hakuna enzi bila msalaba. Exactly. No throne without the cross. Hakuna enzi bila msalaba. Hallelujah. Hallelujah. And from the book that you have read in Philippians chapter number 2. Na kutoka katika Wafilipi 2. We have seen from verse 5 the Bible says, "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus." Biblia inasema ya kwamba wacha haya mawazo yawe ndani yenu, yale ambayo bado yalikuwa ndani ya Yesu. So I want us to begin by this statement, "Let this mind be in you." Basi nataka tuanzie hapa, wacha hii akili iwe ndani yenu, which was also in Christ Jesus. Ambayo bado ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. In other words, there was a mind that Jesus Christ had.
Kwa maneno mengine, kulikuwa na akili ambayo Yesu alikuwa nayo, that was revealed to Paul. ambayo ilidhihirishwa kwa Paulo. And it was the desire for Paul to the church of Philippi, Na ilikuwa mapenzi ya Paulo kwa kanisa la Filipi, that this church could have an ability to exhibit or to show forth this kind of mind. ya kwamba hili kanisa likaweze kuonyesha hii akili. And he came afterward to show us that there is a mind of Christ. Na alikuja kutuonyesha ya kwamba kuna akili ya Yesu, The mind that looks like Jesus Christ. akili ambayo inamfanana Yesu, Or the mind that Jesus Christ had. au akili ambayo Yesu alikuwa nayo. And I was trying to look through scripture to really understand what did he mean by the mind of Christ. Na nilikuwa najaribu kuangalia katika Biblia, kuangalia alimaanisha nini kusema ya kwamba akili ya Yesu. That let this mind be in you which was also in Christ. Ya kwamba wacha hii akili iwe ndani yenu ambayo bado ilikuwa ndani ya Yesu. And when we move forward, I got to understand Na tunapoendelea niliweza kuelewa why he was what he was trying to mean by the mind of Jesus. alichokuwa nakimaanisha kusema akili ya Yesu. In verse number 6, Katika mstari wa 6 inasema, who being in the form of God, ambaye akiwa katika umbo la Mungu thought it not robbery to be equal with God. aliona si haki kutoshana na Mungu. Jesus Christ is God. Yesu ni Mungu. There is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. And all three are one. Na wote watatu ni mmoja. And Jesus Christ is God. Na Yesu Kristo ni Mungu. But a time came in heaven, lakini wakati ukaja mbinguni, that God the Father had a will. ambapo Mungu Baba alikuwa na mapenzi. God the Father had a desire to be done on earth. Mungu Baba alikuwa na matamanio yafanyike duniani. And he was looking for someone to send. Na alikuwa anamtafuta mtu wa kumtuma. He was looking for who he can send here on earth. Alikuwa anatafuta atamtuma nani hapa duniani, so that he can come and execute that will that he had. ili aje atende hayo mapenzi yake. And he was searching and searching. Na alikuwa anatafuta na kutafuta. And then funny enough, na kisha ya kushangaza, someone that comes up and says I will go, mtu ambaye anajitokeza na kusema nitaenda, is someone who is also God. ni mtu ambaye bado ni Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Someone that gave himself. The angels were there listening. Mtu ambaye alijitoa. Malaika walikuwepo pale wakisikiza. But the only one that gave himself and decided to come, lakini yule tu ambaye aliamua kujitoa na kuja, was also God. alikuwa bado ni Mungu. Not that he did not know the consequences of what he was doing. Sio kana kwamba hakuwa anajua matokeo ya kile ambacho alikuwa anakifanya. Because I can tell you the truth. Kwa sababu nikwambie ukweli, Jesus did not die on the day that we thought he died. Yesu hakufa siku ambayo tulidhani alikufa. Jesus died the day he said I will go. Yesu alikufa siku ambayo alisema nitaenda. Because you can imagine in heaven. Kwa sababu unaweza angalia kule mbinguni. Have you ever imagined the presence that you feel when you are worshiping? Umewahi jiuliza uwepo ambao unauhisi wakati ambao unaabudu? It is more than that in heaven. Ni mkuu pale mbinguni. And then you can compare it with the wickedness on this earth. Alafu ulinganishe na uhofu ambao upo hapa duniani. But this holy God, lakini huyu Mungu ambaye ni mtakatifu, did not care about that. Hakujali. He decided that I will leave heaven. Aliamua nitatoka mbinguni. And I will come here on earth. Nitakuja huku duniani. To fulfill the agenda of God. Kutimiza mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The moment Jesus Christ came here on earth, wakati ambao Yesu Kristo alikuja hapa duniani, Jesus Christ had already died. Yesu Kristo alikuwa tayari ameshakufa. Because it was not an easy thing. Kwa sababu hakikuwa kitu cha rahisi. For a holy God to walk amongst sinners. Kwa Mungu mtakatifu kutembea miongoni mwa watenda dhambi. Those 33 years were unbearable years. Hizo miaka 33 zilikuwa ngumu kwake. He did not wait until he died long time ago. Alikufa kitambo sana. And he considered himself not to be equal with God. Na akajiona kana kwamba yeye hakutoshana na Mungu. And knowing those consequences, na akijua yale matokeo, knowing the pain that he will go through for 33 years, akijua uchungu ambao atapitia kwa ile miaka 33, and the final one where he will be crucified, na ule wa mwisho ambao ataenda kusulubishwa, he said no, akasema hapana, for the sake of these people kwa sababu ya hawa watu whom my Father loves so much, ambao baba yangu
anawapenda sana. And the only way that he could get them back Na njia tu ambayo angewarejesha is when someone could come and die, ni wakati mtu aje na afe, so that his purposes could be fulfilled. ili mapenzi yake yafanyike. Because for God to do something here on earth, Kwa sababu kwa Mungu kufanya kitu duniani, it is a principle that he has to use man. ni kanuni ya kwamba lazima atumie mtu. In heaven, Jesus Christ was not man. Mbinguni Yesu hakuwa mtu. I want you to understand that. Nataka uelewe hicho. Before Jesus Christ came, he was not a man. Kabla Yesu aje duniani hakuwa mwanadamu, But he took the form of a man. lakini akachukua umbo la For mwanadamu the sake of you and me. kwa sababu yako wewe na mimi. Because there was no man that could be found Kwa sababu hakukuwa na mwanadamu ambaye angepatikana, take away the sins of men. ambaye angeondoa dhambi ya mwanadamu. Jesus said, okay, you need a man. Yesu akasema sawa, unahitaji mwanadamu, And let me be a man. wacha mimi niwe mwanadamu. And he became a man. Na akafanyika So mwanadamu that he could die ili akaweze kufa for me and you. kwangu mimi na wewe, We obtain this salvation. ndio tupate wokovu. This is the mind of Jesus. This is the mind of Jesus. Hii ndiyo akili ya Yesu. This is the life of Jesus. Huu ndio uhai wa Yesu. And Paul says, let this mind also be in you. Na Paulo anasema ya kwamba wacha hii akili bado iwe ndani yenu. Let this mind be in you. Wacha hii akili iwe ndani yenu. Let me read you a few other scriptures. Wacha niwasomee vifungu vingine. John chapter 8 verse 29. We are trying to understand the mind of Jesus. Yohana 8:29. We are trying to understand the mind of Jesus, Tunajaribu kuelewa akili ya Yesu so that we can really understand Philippians 2 verse 5 to 9. ili tuweze kuielewa vizuri wa Filipi 2. Because most of the time we say God has given him a name. Kwa sababu wakati mwingi sana tunasema ya kwamba Mungu amempa jina A name that's above every other name. ambalo ni juu ya majina mengine, But we don't understand why he gave it. lakini hatuelewi kwa nini alimpa. John chapter number 8 verse number 29. Yohana 8:29. The Bible says, Biblia inasema, and he that sent me is with me. na kama ambavyo yule ambaye alinituma yupo ndani yangu. The Father has not left me alone. Baba hajaniacha peke yangu. For I always do those things that please him. Kwa sababu kila wakati ninafanya vile vitu ambavyo vinampendeza. In other words, when Jesus Christ left heaven, Kwa maneno mengine, Yesu alipotoka mbinguni, he did not have any other plan here on earth hakuwa na mpango mwingine duniani except to do that which he was sent. ila tu kufanya kila ambacho alitumwa He kufanya. did not have any other plan. Hakuwa na mpango mwingine. He was not coming to see how human beings can give him offering. Hakuwa anakuja kuona jinsi ambavyo wanadamu wanaweza toa sadaka. He was not coming to see how people could make him and exalt him as a king. Hakuja kuona jinsi watu wanaweza kumuinua kama mfalme. The business that Jesus Christ came to do here on earth Kazi ambayo Yesu Kristo alikuja kufanya was duniani the will of the Father. ilikuwa mapenzi ya And he Mungu, stuck with that will. na akaichukua ile mapenzi ya Mungu. And the Bible says that my Father loves me Na Biblia inasema ya kwamba baba yangu ananipenda mimi because it is a testimony in the heavens kwa sababu ni ushuhuda mbinguni that I do what pleases him. ya kwamba ninafanya kile ambacho That kinampendeza, I do not care about my will. ya kwamba sijali mapenzi yangu, Because remember, Jesus was a man. kwa sababu kumbuka Yesu alikuwa mwanadamu. And when we read, let me look for it. I think Matthew 26. Nadhani Mathayo 26. Matthew 26. Mathayo 26. The Bible says, Matthew chapter number 26, verse number 39. And he went a little further, and he fell on his face and prayed, saying, Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. I will repeat. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but your will. Matthew 26:39. Inasema akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. In other words, Jesus Christ had a will. Kwa maneno mengine, Yesu Kristo alikuwa na mapenzi. Jesus Christ had a desire. Yesu Kristo alikuwa na matamanio. He did not go to the cross laughing Hakuenda msalabani akicheka and enjoying. na akifurahia. As much as his spirit was glad, Pamoja na kwamba roho yake ilikuwa ina
But his body was in so much pain. lakini mwili wake ulikuwa kwa uchungu, But he did not seek his will, lakini hakutafuta mapenzi but yake, he sought the will of the Father. lakini alitafuta mapenzi ya He said, Baba. not my will, Alisema sio mapenzi yangu, but your will be done. lakini mapenzi yako yafanyike. This is the mind of Christ. Hii ndiyo akili ya Yesu. That Paul is saying, Ya kwamba Paulo anasema let this mind be in you. wacha hii akili iwe ndani yenu. And all these things Jesus Christ did them for us. Na hivi vitu vyote Yesu Kristo alifanya kwa sababu yetu, Not for him. sio kwa ajili yake. He was already God. Alikuwa tayari yeye ni Mungu. When he was praying in John chapter 17, Alipokuwa anaomba katika Yohana he was telling 17, God that glorify them with the glory that we had before. alikuwa anamwambia Mungu wape utukufu kama ule utukufu tuliokuwa nao kitambo. In other words, before Jesus Christ came, Kwa maneno mengine, kabla Yesu Kristo he already had a glory in heaven. tayari alikuwa na utukufu He duniani. was not coming to seek for glory. Hakuwa anakuja kutafuta He utukufu. already had a glory in heaven. Tayari alikuwa na utukufu mbinguni. And when he came here, Na alipokuja he hapa, came here only because of you. alikuja hapa kwa sababu ya nani? Because the Father wanted you. Kwa sababu Yesu Baba alikutaka wewe, And he wanted you to be with the Father. na alikutaka wewe uwe na Baba, And that is why he came. na ndio maana alikuja. This is the mind of Christ. Hii ndiyo akili ya Yesu. And Paul is saying, Na Paulo anasema let this mind be in you. wacha hii akili iwe ndani yenu. The mind of Christ is the mind of selflessness. Akili ya Kristo ni akili ya kujikana, The mind that does not think of itself. akili ambayo haijifikirii, The mind that does not think of its own pleasure. akili ambayo haifikirii furaha yake, The mind that does not think of its own benefits. akili ambayo haifikirii faida yake. This is the mind that we are being called into. Hii ndiyo akili ambayo tunaitwa ndani To yake, have the mind of Jesus Christ. kuwa na akili ya Yesu Kristo. He said when he was about to die, Alisema wakati ambao alikuwa karibu kufa, I have power to lay down my life nina nguvu ya kuachilia maisha yangu and to pick it up. na kuyainua. Yes, we think that people killed Jesus. Ndio tunadhani ya kwamba yote walimuua But Yesu, Jesus Christ gave himself. lakini Yesu Kristo alijitoa, He was not killed. hakuuawa, He died. alikufa, He gave himself alijitoa so that me and you ili mimi na wewe could live. tukaweze kuishi. And let this mind be in you, Na wacha hii akili iwe ndani yenu, which was also in Christ. ambayo ilikuwa bado ndani ya Kristo. Let us read Matthew chapter number 16, verse 24 to 26. Mathayo 16:24 hadi 26. Jesus Christ is calling us to this kind of a life. Yesu Kristo anatuita katika haya maisha, Because the only way we can also fulfill the purpose of the Father kwa sababu njia tu ambayo tunaweza fanya mapenzi ya Yesu was shown ya Baba to us by an example of Jesus Christ. ilionyeshwa kwetu sisi kwa mfano wa Yesu Kristo. When God had a will and Jesus Christ had to sacrifice himself. Wakati ambao Baba alikuwa na mapenzi na Yesu Kristo akajitoa kuyafanya. Likewise, every will of God here on earth Vivyo hivyo kila mapenzi ya Mungu duniani will require man to sacrifice himself. yanahitaji mwanadamu kujitoa. Will require man to sacrifice himself. Yatahitaji mwanadamu kujitoa. Matthew chapter number 16, Mathayo 16 verse number 24 to 26. 24 hadi 26. The Bible says, and if you have a Bible, please go with me so that we can understand together. Matthew 16:24. The Bible says, Then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake?
Jesus Christ died on the cross. Yesu Kristo alikufa msalabani. It's what you are celebrating today. Ndiyo ambayo tunasherehekea leo. And after Jesus Christ left the earth, Na baada ya Yesu Kristo kutoka duniani, the same way he lived jinsi hiyo ambayo aliishi is what he expects us to live. ndiyo ambayo anatarajia tuishi. The same way he sacrificed himself Jinsi ambayo alijitoa, is the same way he needs us. ndivyo anatuhitaji And he asks us na anatuuliza, so that the purposes of God cannot be in vain. ili mapenzi ya Mungu yasikuwe bure. Because remember, when Jesus Christ came, Kwa sababu kumbuka Yesu Kristo alipokuja, came and died on the cross and he went back to heaven. alikuja kafa msalabani na karudi mbinguni. But there is a work still to be done here on earth. Lakini bado kuna kazi ya kufanyika If duniani. men will not arise and sacrifice themselves, Ikiwa watu watainuka na if wajitoe, men will not arise and give themselves to this work, ikiwa watu watainuka na wajitoe kwa hii kazi, then the effect of this work will be finished in 2000 years ago. basi matokeo ya hii kazi itamalizwa miaka 2000 ijayo. The reason why we are saved right now, Sababu ambayo sisi tumekombolewa sasa it is because of Jesus Christ dying on the cross. ni kwa sababu ya Yesu Kristo kufa msalabani. And then after that, Na basi baada ya it is hapo because of men and women who gave themselves ni kwa sababu ya wanaume na wanawake ambao walijitoa to preach the gospel, kuhubiri injili, so that you and me kwa sababu mimi na wewe can receive that gospel. tuipokee hiyo injili. Because if we do not receive that gospel, Kwa sababu tusipoipokea, even if Jesus Christ died on the cross, hata kama Yesu Kristo alikufa we could msalabani, not receive that salvation. hatungeipokea. The Bible says, Biblia inasema, how will they be saved wataokolewa aje if they are not preached to? ikiwa hawajahubiriwa? And how will they be preached to Na watahubiriwa aje if a man is not sent? ikiwa wanadamu hawajatumwa? In other words, your salvation was tied to being preached to. Kwa maneno mengine, wokovu wako ulikuwa umeshikanishwa na kuhubiriwa, And your being preached to was tied to someone being sent. na kuhubiriwa kwako kulishikanishwa na mtu kutumwa, And that someone to be sent had to sacrifice himself. na huyo mtu kutumwa lazima angejitoa, He had to give himself lazima angejitoa for Jesus Christ. kwa Yesu Kristo, So that the work that he did on the cross ili ile kazi ambayo aliifanya katika msalaba will not die with the cross, haitakufa na but msalaba, it will continue. lakini itaendelea, This message will continue na huu ujumbe utaendelea until it reaches even us. hadi tufikie hata sisi. And that is why I'm impressed with men, the apostles, Na ndio maana ninapendezwa na mitume who are beaten, ambao walipigwa, who are flogged, ambao walichapa, but they did not give up, lakini hawakufa moyo, because they realized this. kwa sababu walitambua hivi, Jesus Christ gave himself for me, Yesu Kristo alijitoa kwangu, so I will give myself for him. basi nitajitoa kwa sababu yake. And that is why a man like Paul says, Na ndio maana mtu kama Paulo anasema, for me to live is Christ, kwangu kuishi ni Kristo, and for me to die is gain. na kwangu kufa ni He ongezeko. did not care about himself, Hakujijali, but that Jesus Christ that saved him, lakini yule Kristo ambaye so alimwokoa, that his message can continue going to the ends of the earth. ili ujumbe wake uendelee kuenda katika ulimwengu He wote, gave himself alijitoa as a mwenyewe sacrifice kama to dhabihu the work of God. kwa kazi ya Mungu. And the Bible says Na Biblia inasema that I have counted all the things as rubbish, ya kwamba nimehesabu kila kitu kama takataka, that I may attain that which is of God. ili nikaweze kupata kile ambacho ni cha Mungu. He was not living of himself. Hakuishi kwa sababu yake He mwenyewe, sacrificed himself alijitoa so that even us the Gentiles ili hata sisi watu wa mataifa could receive this gospel. tungepokea hii ujumbe. And I came to realize this. Na nilikuja kutambua hivi, Salvation is not receiving, is not giving your life to Jesus. wokovu sio kutoa maisha yako kwa Kristo. No. Hapana, Salvation is receiving the life of Jesus. wokovu ni kupokea uhai wa Kristo. It is after you have received the life of Jesus Ni baada ya kupokea uhai wa Kristo that your life is demanded. ambapo uhai wako unahitajika, That you give your life. ya kwamba utoe maisha yako, That you give your life to this kingdom. ya kwamba utoe maisha yako kwa huu ufalme, So that even your fellow brothers and sisters ili hata ndugu zako who are perishing in sin ambao wanakufa kwa dhambi can have the same opportunity that you had wapate nafasi kama ambayo uliyopata of hearing the gospel and being saved. ya kusikia injili na kukombolewa. Hallelujah. Haleluya.
There is a story in Acts chapter number 14, verse number 19. Kuna hadithi katika Matendo ya Mitume 14 mstari wa 19. It is one of these stories that make me to really understand that Paul was not saying I'm crucified with Christ for nothing. Ni mojawapo ya hadithi ambazo zinanifanya nijue ya kwamba Paulo hakuwa anasema ya kwamba amesulubishwa na Kristo bure. In Galatians chapter 2 he said that I am crucified with Christ. Katika Wagalatia 2 anasema ya kwamba nimesulubishwa na Yesu. And when I read this story I came to really understand what this man was something else. Na niliposoma hii hadithi nilielewa ya kwamba huyu mtu alikuwa mtu mwingine. And I was terrified because for us to receive salvation, na nilishtuka kwa sababu kwa kwetu sisi kupokea wokovu, or rather for us to hear the gospel, au kwetu sisi kusikia injili, Paul had to live such kind of a life. Paulo ilimbidi aishi maisha kama hayo, so that we ili sisi could also receive this gift. Tungepokea hii zawadi pia. Acts 14 chapter verse number 19. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 19. The Bible says, and there came a certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing that he had been dead. Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up and came into the city. And the next day he departed with Barnabas to Derbe. Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonio, wakawashawishi makutano, hata wakampiga kwa mawe Paulo, wakamburuta nje ya mji, wakadhania ya kuwa amekwisha kufa. Lakini wanafunzi walipokuwa wakimzunguka pande zote, akasimama, akaingia ndani ya mji, na siku ya pili yake akatoka, akaenda zake pamoja na Barnaba mpaka Derbe. The Bible says he was stoned. Biblia inasema ya kwamba alipigwa mawe, and they thought he was dead. na walidhani amekufa. Who has ever seen a thief who has been stoned? Nani ambaye amewahi ona mwizi ambaye amepigwa mawe? This man had been stoned. Huyu mtu alikuwa amepigwa mawe until they thought he was dead. hadi wakadhani amekufa. You can imagine how his face was looking. Unaweza fikiri alikuwa anafanana aje katika uso. Because for you to think that this man is dead, kwa sababu kwako kudhani huyu mtu amekufa, you cannot just be lying there looking beautiful like this. hawezi kuwa amelala pale akikaa mrembo. His face must be full of blood. Lazima uso wake ulikuwa umejaa damu. His face must be scarred. Lazima uso wake ukuwa na vidonda. But the Bible says, lakini Biblia inasema he arose up, aliinuka, and the next day, na kesho yake, he did not go to the house and say, oh, let me rest. Hakuenda kwa nyumba na akasema wacha nitulie. The next day, kesho yake, he was in Derbe. Alikuwa Derbe. A man who was thought to be dead yesterday, mtu ambaye watu walidhani amekufa jana, right now he is in Derbe. Sasa hivi ako katika Derbe. And you can imagine him in Derbe. Na fikiria akiwa pale Derbe. Men looking at him, watu wakimtazama, and asking him, na wakimuuliza, why are you looking like this? Mbona unakaa hivi? Why is your face full of fresh wounds? Mbona uso wako umejaa vidonda? And you can imagine Paul answering them. Na utafikiria Paulo akimjibu, it is because of this gospel that I'm preaching to you now. Ni kwa sababu ya hii injili ambayo ninawahubiria. Are you crazy? Mko timamu? Yesterday you were beaten. Jana ulichapwa because of this gospel. Kwa sababu ya hii injili. You were about to die. Ulikuwa karibu ufe. Today, leo, you are preaching the same gospel. Unaihubiri hiyo injili. Are you out of your mind? Uko sawa. But let this mind be in you. Lakini wacha hii akili iwe ndani yenu, which was also in Christ. ambayo bado ilikuwa ndani ya Kristo. Jesus died for me. Ikiwa Yesu alikufa kwa sababu yangu, I can also die for him. basi naweza kufa kwa sababu yake. We are living in a generation where very small things take us away from God. Tunaishi katika kizazi ambacho vitu vidogo sana vinatuondoa katika Yesu. Simple weather like cold today. Vitu vidogo kama hali ya anga leo. People refuse to come to church. Watu wanakataa kuja. Simple things like not eating bread, in fact tea with something. Watu kudhani ya kwamba kutokunywa chai na kitu. Live alone sleeping hungry.
Wacha kulala bila chakula. People get annoyed with God. Watu wanakasirika na Mungu. But have you imagined the sacrifice that people have made? Lakini maifikiria dhabihu ambayo watu waliitoa That we can receive this gospel. ili tupokee hii injili. Let this mind be in us. Wacha hii akili iwe ndani yetu. And this is the charge that I came to you today. Na hii ndiyo ambayo nilikuja kutuhimiza. The mind of Christ. Akili ya Kristo. The mind of Jesus Christ. Akili ya Yesu Kristo. The mind of Jesus Christ. Akili ya Yesu Kristo. Let me read the last book, Mark chapter number 10. Marko 10 verse number 28. mstari wa 28. The mind of Jesus. Akili ya Yesu. Mark 10 verse 28. The Bible says, Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that has left house, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or land for my sake and the gospel's, that he shall receive 100-fold now in this time, houses and brethren and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life. Mark 10:29-30. Inasema, Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakutafuta wewe. Yesu akasema, amin nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba, au ndugu waume, au ndugu wake, au mama au baba, au watoto au mashamba, kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. This is something that we always don't know. Hiki ni kitu ambacho hatujui. That even in giving our lives to Jesus Christ, ya kwamba hata ndani ya kujitoa kwake Yesu, it is not in vain. Sio bure. It is not in vain. Sio bure. The way Jesus Christ has been exalted, jinsi ambavyo Yesu ameinuliwa, by the fact that he gave himself up, kwa sababu kwa ajili yake kujitoa, so that the will of God can be done. ili mapenzi ya Mungu yafanyike. Likewise also us. Vivyo hivyo pia sisi, if you really want to live well, ikiwa unataka kuishi vyema, if you really want the glory, ikiwa unataka utukufu of God on your life, wa Mungu juu ya maisha yako, then just pay this price. Basi lipa hii gharama. Just die to yourself. Kufa kwako. And ask God, na muulize Mungu, what do you want? Unataka nini? Because the Bible says whatever you lose here on earth, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kila ambacho utakipoteza hapa duniani, receive 100-fold. Utakipokea mara 100. And after that, na baada ya hapo, in heaven you will receive eternal life. Mbinguni upokee maisha ya milele. Though here on earth you also receive with persecution. Japokuwa hata hapa duniani tunapokea kwa kuchapwa. But there is hope in it. But there is hope. Lakini kuna tumaini. That even as we give our life, ya kwamba hata tukijitoa, that there will be restoration. ya kwamba tutarejeshewa. And that is why a man like Paul, na ndio maana mtu kama Paulo, in 2 Timothy chapter number 4, katika Timotheo wa 2:4, I think verse number 7, nafikiri mstari wa 7, after he had gone through all these things, baada ya kupitia hivi vyote, after he had been beaten, baada ya kupigwa, he stands and tells Timothy, anasimama na kumwambia Timotheo, that I have finished the race, ya kwamba nimemaliza I vita, have fought the good fight of faith, nimepigana vita vyema vya imani, and there awaits me na pale inanisubiria a crown of righteousness, taji la haki, that the Father has kept for me, ambayo Baba ameniwekea, me and those who will receive this salvation, I think. mimi na wale ambao watapokea wokovu. In other words, that Paul, after suffering all these things, kwa maneno mengine, Paulo baada ya kuteseka hivi vyote, at the end of the day, baada ya siku, he did not go to a loss. hakupoteza. If we don't give our life, ikiwa hatutatoa maisha yetu, then we are losing it. basi tunapoteza. Jesus Christ said, Yesu Kristo the anasema, book that you have read previously in Matthew,
katika Mathayo, whoever does not give his life yule ambaye hatatoa maisha yake will lose it. atayapoteza, But whoever will lose his life lakini yule ambaye atapoteza maisha yake for my sake kwa sababu yangu and the sake of the gospel na injili will get it. atayapata. Will get it. Atayapata. Do we have this mind? Tuna hii akili That when God asks us anything, ya kwamba Mungu akituuliza kitu, will it always be yes? itakuwa kila wakati ndio? Will it always be yes? Kila wakati itakuwa ndio? There is an advice that Mary gave some people at the wedding at Cana in John chapter 2. Kuna ushauri ambao Maria aliwapatia watu katika harusi pale katika Kana. In John chapter number 2. Katika Yohana 2. And that statement really encourage, it really stirs me up. Na hiyo hadithi hunichangamsha sana. And Mary told those people. Na Maria aliwaambia wale watu. After the wine had finished. Baada ya divai kuisha. He told those people. Aliwaambia watu wale. Whatever he tells you. Kila ambacho atawaambia. Do it. Kifanye. Whatever he tells you. Kila ambacho atawaambia. No matter how foolish it looks like. Hata kama kinakaa chopumbavu aje. Do it. Kifanye. That is the life you are called into. Huo ndio ambao tumeitwa. That is the life you are being called into. Huo ndio ambao uhai ambao tumeitwa. The life of obedience. Uhai wa kutii. The life of sacrifice. Uhai wa kujitoa. That also the kingdom of God. Ambao bado ufalme wa Mungu will be propelled ahead. Utapelekwa mbele. That the work of Jesus ili kazi ya Yesu will be propelled ahead. Itapelekwa mbele. As I finish, ninapomalizia 1 John chapter number 3 verse 16. Yohana wa kwanza 3 mstari wa 16. Sorry, I said the other one was the last one. Now this one is the very last one. Hii sasa ndiyo ya mwisho kabisa. 1 John chapter 3 verse 16. 1 John 3:16. Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us. We ought to lay down our life for the brethren. Hereby, because of the love of God, because he laid down his life for us, we ought to lay down our lives for the brethren. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. In other words, because of the love of God. Kwa maneno mengine, kwa sababu ya upendo wa Mungu. Jesus Christ laid down his life. Yesu Kristo alitoa maisha yake. And John, an apostle of God, na Yohana mtume wa Mungu, he comes and tells the church, anakuja na anaambia kanisa, because of this that he gave himself to us, for us. Kwa sababu ya hiki ambapo alijitoa kwa sababu yetu. We also need to give ourselves. Pia sisi inahitaji tujitoe. To count our lives as nothing. Kuhesabu maisha yetu kama bure. For the sake of our brethren. Kwa sababu ya ndugu zetu. Who are in church and those that are also outside there. Ambao wapo kanisani na wale ambao wapo pale nje. Because for you to be a servant of God. Kwa sababu kwako wewe kuwa mtumishi wa Mungu. That God can use any time he desires. Na kama Mungu anaweza kukutumia wakati wowote. Or to the people in church already. Kwa wale watu ambao wapo kanisani. And for those who God desired for them to come to church. Na kwa wale ambao Mungu anatamani waje kanisani. You will have to have that kind of love that God had. Itabidi uwe na upendo ambao Mungu alikuwa nao. That love that Jesus had. Huo upendo ambao Yesu alikuwa nao. That will give your life. Ya kwamba utatoa maisha yako. And you will say, for the sake of my brethren. Na utasema kwa sababu ya ndugu zangu. Who God wants them in the kingdom. Ambao Mungu anawataka katika ufalme. I will give my life. Nitatoa maisha yangu. I will give my life. Nitatoa maisha yangu. So that Jesus Christ can be pleased. Ili Yesu Kristo apendezwe. Because there is joy in heaven. Kwa sababu kuna furaha mbinguni. When one man gives himself to Jesus. Wakati ambao mtu mmoja anajitoa kwa Yesu. You can imagine the kind of happiness. Unaweza fikiri furaha ambayo ipo pale mbinguni. That God will give us. Ambayo Mungu. That God will have. Ambayo Mungu atakuwa nayo. When we are those vessels that are used to bring those people to Jesus. Wakati ambao sisi ni vile vyombo ambavyo vinatumika kuleta watu katika ufalme. And if we are those vessels that Jesus uses to keep people also to Jesus. Na ikiwa sisi ni vile vyombo ambavyo Yesu anatumia kuwekeza watu ndani ya Yesu. Because after salvation there is also a journey. Kwa sababu baada ya wokovu
wokovu kuna safari. When someone is preached to, they also need someone else to preach to them until the day they'll go to heaven. Mtu akihubiriwa bado wanahitaji mtu akuhubiria kila siku hadi warudi mbinguni. Someone to sacrifice their lives for their sake. Mtu kutoa maisha yake kwa sababu yao. So that they can even reach that heaven, because it is him that will endure to the end. Ili waweze kufika mbinguni kwa sababu ni kwake yeye ambaye atavumilia hadi mwisho. Someone will be reminding them every day. Mtu ambaye atakuwa anawakumbusha kila siku. Will you give yourself utajitoa as a vessel that God can use? Kama chombo ambacho Mungu anaweza akatumia. It is painful, yes. Ina uchungu ndio. But the pain is for a moment. Lakini uchungu ni wa muda. And after that, na baada ya hapo, the eternal life. Uhai wa milele. My time is up. Wakati wangu umekwisha. But my question today was, lakini swali langu leo lilikuwa hili. He died for you. Alikufa kwa sababu yako. Will you die for him? Utakufa kwa sababu yake. He gave himself for you. Alijitoa kwa sababu yako. Will you give yourself for him? Utajitoa kwa sababu yake. He sacrificed for you. Alitoa dhabihu kwa sababu yako. Will you sacrifice for him? Utajitoa dhabihu kwa sababu yake. Maybe you are thinking of yourself. Labda ulikuwa unajifikiria how you need to prosper. Vile unahitajika ufanikiwe. How you need to do well. Vile unahitaji kufanya vyema. And sometimes the demands of the kingdom will make you not do certain things. Na wakati mwingine vitu vya ufalme vinakufanya usifanye vitu vingine. Because even to come to church you have to sacrifice that business of yours. Kwa sababu hata kuja kanisani utabidi uifunge ile duka yako. For you to preach the gospel you have to spend time in reading the word of God. Kwa kuhubiri injili inabidi utumie wakati wako kusoma neno. For you to even speak to people you have to sacrifice your ego. Kwako hata kuzungumza na watu itabidi umetoa kiburi chako. You have to die to many things. Itabidi ufe kwa vitu vingi sana. And it looks like it is painful. Inakaa ni kama ina uchungu. But if Jesus Christ gave himself for us, lakini ikiwa Yesu Kristo alijitoa kwa sababu yetu, will we give ourselves for him? Tutajitoa kwa sababu yake. That his purposes, ili makusudi yake will be done here on earth. Yafanyike hapa duniani. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. We can be upstanding. Tunaweza tukasimama. I give myself. Ninajitoa. I have made up my mind. Nimeamua katika akili yangu to live for Jesus. Kuishi kwa sababu ya Yesu. It is painful. Ina uchungu. But it cannot be painful as that which Jesus Christ went. Lakini haiwezi uchungu kama ile ambayo Yesu Kristo alipitia. For me to be standing here. Kwangu kuwa nimesimama hapa. Me who was a sinner. Mimi ambaye nilikuwa mtenda dhambi. Me who was unworthy. Mimi ambaye sikustahili. For me to stand here. Kwangu kusimama hapa. I will have to give myself. Itabidi nimejitoa. So that God can use me. Ili Mungu anitumie. So that God can use you. Ili Mungu anitumie. To execute his will. Kutenda mapenzi yake. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to him I freely give. I will ever love and trust him. In his presence daily. I
If it has been your desire, and it is your desire to give your life for the sake of Jesus and for the gospel of Jesus, Ikiwa imekuwa mapenzi yako na ni mapenzi yako kujitoa kwa sababu ya Yesu Kristo, I want you to tune your heart towards Him nataka utoe moyo wako kwake and ask Him to help you, na umuulize akusaidie, to sacrifice yourself, akusaidie utoe maisha yako, to withhold nothing. usishikilie kitu, Because sometimes we sacrifice some things, kwa sababu wakati mwingine tunatoa vitu vingine but we hold other things. lakini tunashikilia vingine. But for us to be very effective, Lakini kwetu kuwa wa maana kabisa, we have to sacrifice everything inabidi tutoe kila kitu so that Jesus Christ can use us. ili Yesu Kristo aweze kututumia. If it has been your desire, Ikiwa imekuwa mapenzi yako, I want you to tune your heart to Jesus nataka uelekeze moyo wako kwa Yesu and Kristo. ask Jesus Christ to help you Na uliza Yesu Kristo akusaidie and make a covenant with Him today. na ufanye agano naye leo, And from today I'm going to live for you. ya kwamba kutoka leo nitakuishia I'm wewe, going to live for you. nitaishi kwako wewe. Jesus, I'm going to live for you. Yesu nitakuishia wewe. Away with the world. Goodbye world. Kwa heri ulimwengu, I'm going to live for Jesus. nitaishi kwa sababu ya I'm Yesu. not going to live for the sake of my friends. Sitaishi kwa sababu ya rafiki I'm zangu. not going to do things so that my friends can be pleased. Sitafanya vitu ili rafiki yangu But I'm going to afurahie. do things so that my Jesus can be pleased. Nitafanya vitu ili Yesu wangu afurahie, Because He gave Himself for me, kwa sababu alijitoa kwa sababu yangu. I also give myself for Him, Basi najitoa kwa sababu yake, that He may use me ili aweze kunitumia as a vessel for His glory, kama chombo kwa utukufu as a wake, vessel for His rule. kama chombo kwa utukufu In the wake, name of Jesus katika Christ. jina la Yesu. Jesus, I surrender. Yesu najitoa, Jesus, I surrender. Yesu najiwachilia, Jesus, I surrender. Yesu najiwachilia. Everything that I had held, Kila kitu ambacho nilikuwa that I nimeshikilia, had not given before, ambacho sikuwa nimekitoa, by the help of the Holy Spirit, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, today I give it again. leo ninakitoa tena, That you, oh Lord, ili wewe Yesu will be glorified through me. ukaweze kutukuzwa ndani That your yangu, gospel, oh Lord, ili injili yako that Yesu, your kingdom, oh God, ili ufalme wako will be used, will be prevailing in the name of Jesus. ukaweze kufanyika kwa jina la In the Yesu, name of Jesus. katika jina la That Yesu, you, oh Lord, ya kwamba wewe Baba will be magnified, ukaweze kuinuliwa, will be glorified. ukaweze In kutukuzwa the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu.